Shalom shalom, Bwana Yesu apewe sifa. Pastor Godwill hapa. Karibu katika kipindi hiki cha Nuru ya Siku, Light of the Day. Na leo nataka niangazie somo ambalo linasema makuzi ya kiroho. Makuzi ya kiroho ni nini? Makuzi ya kiroho ni ule mchakato wa mabadiliko ya muamini tangu pale alipookoka mpaka kulelewa kuwa mtu mzima. Sasa katika makuzi ya kiroho huwa tunajengwa katika maeneo mbalimbali, lakini maeneo makubwa ambayo tunajengwa ni kwa habari ya mitazamo yetu, imani yetu, lakini pia tunajengwa katika habari ya ethics, kwa maana maadili. Tunajengwa katika habari ya kutunza utakatifu tangu tukiwa wadogo mpaka watu wazima, lakini pia tunajengwa kwenye ile hali ya kumsikia Mungu tangu tukiwa wachanga mpaka watu wazima. Kuna wakati tunapewa mafundisho yale tunaoita ya kukulia wokovu tukiwa wachanga mpaka tukiwa watu wazima. Ni muhimu sana Mkristo kupitia mchakato wa kuandaliwa. Mkristo mwenye mafanikio makubwa ni Mkristo ambaye amepitia mchakato wa kuandaliwa. Na hapa naomba nizungumzie makundi makubwa ya watu ambao wanahusika katika makuzi ya kiroho. Wako watu ambao ni viongozi wetu wa kidini au wa kidhehebu. Hawa ni viongozi ambao wanatupitisha katika makuzi yetu ya Ukristo, lakini katika muktadha wa dini. Wapo kutufanya kutujue dini hizo zetu au madhehebu yetu hayo. Na wapo kutufanya kujua sheria, taratibu za madhehebu yetu, na wanatusaidia kupitia hayo madhehebu tumjue Mungu, kupitia hayo madhehebu tuweze kukuzwa vizuri sana. Lakini pia kuna kundi la pili la watu ambao hao wanasimama kama walezi wa kiroho. Tunapozungumza walezi wa kiroho ni nani? Ni watu ambao Mungu amewapaka mafuta pia kwa habari ya kutufanya sisi watoto kumjua Mungu zaidi ya tunavyomjua, lakini pia tuyajue makusudi yetu ambayo Mungu ametuwekea. Ni watu ambao wanasimama katika hivyo. Kwa hiyo ni tofauti unapomzungumza kiongozi wa kidini au wa kidhehebu na unapomzungumza baba wa kiroho au mlezi wa kiroho. Ni watu wawili ambao wenye majukumu mawili tofauti. Mmoja na jukumu la dini, hakikisha kwamba huyu muumini anajua dini, lakini pia huyu wa kiroho anahakikisha kwamba mwanangu au binti yangu amefikia kiwango kikubwa cha kumjua Mungu na kuyajua makusudi yake na kuyaishi. Mtumishi wa Mungu ambaye upo kwenye dhehebu ambalo unaabudu kwa sasa, mfanye kuwa babako wa kiroho, mfanye kuwa mlezi wa kiroho. Kubali kuwa yeye ni baba wa kiroho ili akusaidie katika ile makuzi ya rohoni. Maana anapoitwa baba wa kiroho, maana ni katika makuzi ya kiroho. Akibaki kuwa kiongozi wako wa kidhehebu, utakuwa na makuzi ya dhehebu lako. Ndio maana leo kuna watu ni wa dini. Leo kuna watu wakisikia dini zingine wanaona ni kichefuchefu, wanaona ni vitu ambavyo ni kama si halali, bali alipo yeye katika hiyo dini yake ni halali. Lakini ukiwa mwana wa Mungu, kila mtoto wa Mungu ni ndugu yako, kwa sababu Warumi 8:29 Yesu anaonekana kuwa ni mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu walio wengi. Kwa hiyo mfanye mtumishi wa Mungu ambao uko naye asiishie tu kuwa kiongozi wako wa kidhehebu, bali mfanye kuwa ni mlezi wako wa kiroho. Akupe akupe yale makuzi ya rohoni kutokea uchanga wako mpaka utu uzima. Kuna wakati unaweza usijue namna kumsikia Mungu. Kuna wakati unaweza usijue namna makusudi ya kimungu ulionayo, lakini yeye kwa kujaa Roho pia ana uwezo mkubwa wako kufunulia. Yawezekana upo kwenye dhehebu ambalo halitambui, halina mfumo wa kutambua mababa wa kiroho. Yako madhehebu anapinga, yako madhehebu anakataa. Lakini nisikize ninachokufundisha. Ukiona upo kwenye dhehebu ambalo linakataa kabisa mifumo ya fatherhood au mifumo ya sonship, nataka nikuambie, muombe Mungu na Mungu atakufunulia upate baba wa kiroho. Nataka nikupatie umuhimu wa kuwa na mzazi wa kiroho. Mzazi wa kiroho unapokuwa naye anakubeba tofauti na kiongozi wa kidhehebu. Mzazi wa kiroho anakubeba kwa mzigo mzito sana, anakubeba kwa mzigo sana. Hakuchukulii kama tu muumini wa kawaida, maana kiongozi wa kidhehebu atakuchukulia kama mshirika, lakini baba wa kiroho atakuchukulia kama mwana, kama mtoto wake.
anakubeba kwa mzigo. Hata akiingia kwenye maombi yake, jinsi anavyokuinua mbele za Mungu si kawaida. Anakuinua si katika level za kawaida, bali katika level za mzigo wa kuugua juu ya maisha yako. Ukipitia kipindi chochote kigumu katika maisha yako, yule mzazi wa kiroho anakubeba kama mwanaye wa kumzaa. Hata wakati unaachilia sadaka kwa mzazi wa kiroho, unaona kuna namna sadaka anavyoweza kuiombea kwa mzigo. Haipokei tu hivi, kwa sababu pia mzazi wa kiroho anaenda mbali zaidi. Anajua mazingira yako ya kiuchumi, anajua mazingira yako unayopitia, lakini umuhimu mwingine wa kuwa na mzazi wa kiroho, yeye atakuja kukutambulisha ya kwamba huyu ndiye mwanangu. Mungu anamtambulisha Yesu ya kwamba huyu ndiye mwanangu mpendwa niliyependezwa naye, msikilizeni yeye. Baba wa kiroho huwa anatambulisha. Ndio maana wako watumishi wa Mungu wanapakwa mafuta na baba zao wa kiroho. Yale mafuta maana yake ni utambulisho. Utaona kuna wakati baba wa kiroho atakufuata, alafu Mungu atamwambia mtie mafuta mwanao, na yale mafuta yanayoachiliwa baba wa kiroho yanakuwa na mpenyo usiokuwa wa kawaida. Upako leo nao babako na utatembea nao huo, ni kwa sababu umemfanya kuwa baba. Baba huyu anakuwa kwako ni mentor, anakuwa ni mtu kama ni role model kwako. Ndio utajikuta saa nyingine unaongea kama yeye, unatamani kuhubiri kama yeye, unatamani hata uvae kama yeye, uwe na mitazamo chanya kama yeye, upinge dhambi kama anavyopinga yeye. Mungu akubariki sana. Shalom shalom. Light of the day, nuru ya siku.